Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, ni hapa kabisa tunakujia katika harakati zetu za kila siku, na leo ni Jumamosi ambao tumekuja katika harakati ya kina mama na vijana wa Kiislamu, ambao harakati yenyewe inaitwa Uislamu pamoja na wagonjwa. Harakati hii inakuja kudhuru wagonjwa, kuweza kupatia angalau uji, ili mradi kuweza kuonesha upendo na kuweza kuwasaidia wale ambao hawakuwa na uwezo yote. Niita Abubakar Kashindi Kamwanya. Usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii, ili mradi uweze kuwa kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazo ziposti hapa. Harakati inaanza mwanzo, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Lazima tunafanya kazi. Sikia tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Na mama zangu, vijana wetu, alhamdulillah, nategemea harakati yetu tutaifanya kama kawaida ya kugawa makundi mawili. Nashukuru Mwenyezi Mungu leo kabisa tumeitikia wito kutokana na hali ambako iko. Tutagawa makundi yetu mawili. Amir atakwenda na kundi limoja na mimi tutashirikiana, tutakwenda na kundi lingine. Tunagawa kama kawaida yetu. Nategemea Amir ulifanya mzunguko kidogo asubuhi kuangalia hali ya wagonjwa leo. Tutakadiria tu vile tunafanyaga vitatu tuangalie kwenye tutaishia inshallah. Kwa sababu ni wodi tatu ndio tunakumbuka kunakuwa watu wengi sana kuliko sehemu zingine. Mwenyezi Mungu atuongoze na tufanyie wepesi katika harakati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Naam. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Media, ni katika harakati yetu ile ambayo tulikuja kuonyesha kwamba akina mama na vijana wanaendelea kufanya ile harakati ambayo inaitwa Uislamu pamoja na wagonjwa. Ndio harakati ambayo ipo kabisa, na leo ni Jumamosi, wanakuja kugawa kile kidogo alichonacho. Na pembeni yangu hapa na Amir ambaye atatuambia mengi kuhusiana na hivi vitu ambavyo wanavifanya na changamoto ambao wanapitia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa majina naitwa nani? Kila mwenye kututizama saizi ulimwenguni kote hawezi kujua ni nani. Naitwa Abdul Hamid Kawawa. Mimi ni kiongozi wa hii kamati ambayo inaitwa Uislamu pamoja na wagonjwa wao. Na katika project ya Uislamu pamoja na wagonjwa ni project ambayo inasimamiwa na Bwana Amir Kawawa, ambaye atatuambia mambo mengi sana. Tuambie, leo tumeshuhudia pamoja na Iqra kuweza kwamba mmegawa, mmewapatia wagonjwa at least uji,
hizi harakati zinachukua muda gani, na labda process ambazo mnazifanya kwa sababu mweze kukamilisha kitu hizo kwa kikubwa? Naam, dakizani sisi jinsi unatuona hapa na ndugu sisi tulivyo, hatuna msaada wote, ingalao wa mama na vijana ndio wanajitahidi kwa kufanya nini, kwa kupambana ili tuhakikishe ya kwamba tunapata kile kidogo kwa kusaidia wagonjwa. Yaani ni harakati ambayo tunazifanya sisi wenyewe, na hatuna msaada wowote, ila mawazo yetu ni mengi na ni mapana. Tulikuwa tunahitaji hata Uvira nzima zile hospitali kubwa kubwa insha Allah kuwa nasaidia watu kwa kuwagawia ule uji mdogo ambayo wao unapata ni kama afya. Kwa hiyo nakizani tunaweza tukapendelea watu watusaidie kwa yule ambaye ana moyo na anatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hao mama wanaoona hapa na vijana nao wanatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanatoa kale kadogo kadogo kao kenye kako nao, ndio na sisi tunafanya sababu ya kufanya nini, ya kupika uji hapa kwa Hopital General de Reference ya Uvira. Na labda harakati hizi ambazo mnazifanya ziko na impact gani katika dini ya Uislamu? Naam, unajua dini ya Kiislamu ni pana, na kile ambacho mtu anachokifanya anatarajia thawabu na malipo kutoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tulikaa sisi tukawaza, tukiomba na wazazi kama wamama, ili tuone ni jinsi gani tunaweza tukasaidia watu na kile kidogo, ila tukipata zaidi tunaweza tukafanya mambo mengi zaidi hapa Uvira kutokana na zile hospitali zote ambazo ziko hapa. Na Muamini, nilihitaji labda unaweza kutoa wito, labda pendekezo, kwa sababu nimesikia mambo ambayo unapitia ni mengi sana, kama kukosoa na ufadhili mkubwa, ili mradi lengo lenu liweze kufikia pale ambapo nyinyi unapotarajia iweze kuwa Uvira nzima, hospitali kubwa zote za Uvira kwa siku moja mnafanya mgawanyiko, na kikundi hiki naona ni kikubwa sana. Labda mapendekezo yako na maombi yako kwa wale wenye kututizama, wafadhili ambao wa roho njema ambao wanazopitia video hii na wakaanza kuona unaweza kuwa na chochote cha kusaidia. Naam, nakizani cha muhimu kwanza, unajua mtu anapotaka kutoa kitu anatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kile wowote, naweza nikaomba yule ambaye ana moyo na anajua ni Muislamu, hata asiyekuwa Muislamu, kwa kutoa ili kusaidia watu, kwa sababu malipo atayatarajia kutoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu akusema kwamba sisi hatuwezi kumlipa, bali Mwenyezi Mungu ndo atamlipa. Naam, na ni vitu gani ambavyo mnaweza mkavihitaji vya haraka vile ambavyo vinaweza vikawa vya muhimu, hata mtu anaweza kujisikia kinaweza nikachangia ili mradi kufanya harakati hii iweze kuenda mbele? Naam, kunaweza kuwa mchele, karanga, sukari, maziwa na vingine, hata mtu akijazia ni muhimu zaidi, ili tuone ni jinsi gani tunaweza tukasaidia hawa wagonjwa wetu. Hatujali ni wagonjwa wa aina gani, yote ambaye anaitwa mgonjwa, sisi ni lazima tukiwa na uwezo tuweze kumsaidia insha Allah. Labda na vifaa vile vya kufanyia kazi hivi mnavyovitumia hivi vinatosha? Labda harakati kija kuwa kubwa, hivi vifaa vinaweza vikatosha kwa kuweza kufanya harakati iweze kuwa nzuri, yenye kuwa na rangi nzuri? Hivi vifaa ni vidogo, kama gisi nilivyoanza kusema mwanzo, tungali tunaunga sisi wenyewe, lakini ni muhimu kama endapo vitatokea vingi ili viweze kusaidia, kwa sababu harakati kikuwa kubwa, depense inakuwa kubwa, na hivi vifaa vya kufanyia kazi vinakuwa vingi. Ni muhimu kunaweza kuongezeka 10, 20, 30 kwa kutokana na nini, na uwezo ambaye tutaupata kupitia kwa kila mtu inshallah. Na kuhusu labda nauli, nyinyi mnafanya mbinu zenu hizi za kuja mnapigia hospitali, haitohitaji siku moja kitu kimekuwa, mnakuwa na hata sehemu fulani, mnakuwa vipi kuhusu nauli hizi? Naona kama hazipo sana kwenye budget yenu. Naam, nauli kama gesi nilianza kuzungumza mwanzo ya kusema kwamba uwezo wetu bado ungali mdogo, tunaweza tukapendelea hata tukapata hiyo nauli ya kuwa unafanya nini, ya kuwa unatembea katika zile hospitali kubwa, endapo tutakuwa tumeshapata support. Nikisema kwamba kunaweza kuwa hata gari ya watu kupeleka hiyo mizigo, kupeleka hicho chakula na kadhalika, kuna kupigia sehemu, endapo mambo yatakuwa yameshakuwa makubwa, ni muhimu zaidi kupata nauli ya gari na kadhalika inshallah. Na labda neno la mwisho kwa wenye kututizama, ili mradi uweze kujua hiki kitufanyika ni kitu gani? Naam, nakizani neno la mwisho naweza nikazungumza kwa kusema kwamba yule ambaye anatuona na anatuangalia ajitahidi kupiga moyo konde, kwa sababu malipo ni kwa Mwenyezi Mungu. Unapomsaidia yule mgonjwa na mgonjwa
sema dua kwa kuomba Mwenyezi Mungu msaidie huyu ambaye amenipa hichi chakula kidogo leo. Inakuwa ni dua kubwa sana na malipo yanakuwa makubwa endapo wewe mfanya biashara, wewe mfanya yani kazi mbalimbali, inaweza kuwa ni muhimu zaidi. Kwa hiyo tunaomba yule ambaye ana moyo ajitahidi kutusaidia insha Allah. Na mwenye moyo ajitahidi kuweza kusaidia kikundi hiki na project hii ya Uislamu pamoja na wagonjwa. Ni Uislamu wote tunawahitaji, pia kwa wale wenye makalima wenye moyo safi kuweza kupitia hata TV yetu ya Iqra Global Media, ili mradi uweze kuwa mmoja wapo wa kuchangia harakati hizi za Uislamu zinazoendelea hapa tarafani Jiji na tarafa la Uvira. Niita Abubakar Kashindi Kamwanya, ulikuwa nami mwanzo wa kipindi hiki hadi hapa ambapo tumefikia ukomo kabisa na hitimisho. Basi usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii. Basi Mtume sallallahu anasema kwamba yule ambaye atakayemsaidia, atakayestiri mwenzake Muislamu hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama pia na yeye pia ataweza fanya nini? Ataweza kumstiri. Basi tuweze kushikamana na Uislamu wetu mkono kwa mkono mpaka peponi. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.